Naombeni mdoli wangu. Mimi sikuitaka hii vita. Utaki vita na wakati unarusha makombora kwa wanachama wetu. Hebu uone ulivyokosa aibu Kaseli Ndoki. Umelala na mchumba wangu Makamba, alafu unasema utaki vita? Kaseli ni mchawi. Acha kujibaraguza. Hivi vitu umevitaka wewe mwenyewe. Zakia anatembea kwa kuchechemea kwa sababu yako wewe. Kaseli ni mchawi. Msiponirudishia mdoli wangu, nitaingia mtingoni rasmi. Karibu sana, tunakaribisha Msambwe. Umekiona kifaa kile? Yule ni mama yake Zakia Zigizagi. Mama yangu Bikishindo ana sifa za popo. Kwenye kundi la ndege yumo, kwenye kundi la wanyama yumo. Hatabiriki, kokote yupo. Bikishindo ni gwiji katika fani yetu. Tumemwalika kwenye hii vita kwa sababu yako wewe Kaseli. Sasa ipo nafasi ya upendeleo kwa ajili yako Kaseli Ndoki. Kama kweli unamtaka mdoli wako, nakupatia muda ufikirie. Kama utaona inafaa, karibu kilingeni kwetu. Na vita hivi itakuwa imekwisha. Msalangu Nyika, hili jambo tunataka kuzungumzia hapo ni jambo nyeti. Sasa mke wako Abigaili yuko wapi? Asije akaingia katikati akatufurugia maongezi yetu. Mke wangu Abigaili jana kanisani kwao kulikuwa na mkesha. Kwa amerudi yuko nyanga amelala huko ndani sasa hivi. Kwa hiyo kweni na amani, kweni na uhuru, ongeni. Jamani, huyu mwanamke tuliyemuibia begi lake ni mchawi. Inatakiwa tumtafute, tumuombe msamaha ili niweze kuona tena. Hivi unafikiri anaweza kutuelewa? Kwa unyama ule tuliweza kumfanyia, hawezi kutuelewa. Hata kama tunataka kumuomba huo msamaha, tutampata wapi? Sopa, wewe si ulituambia kwamba wewe mwanamke amekuja hapa mtaani kwa ajili ya kumtafuta babake? Ndiyo, aliniambia hivi katika maongezi yetu. Lakini rafiki Mnyika, ndio kusema Kaseli Ndoki bado yuko hapa mtaani? Mimi nina imani kabisa yule mwanamke bado yuko hapa mtaani. Ndio maana baada ya begi ile kulifungua, begi na vitu vyake vyote vikatoweka. Sasa rafiki Mchepe, wewe ulikuwa uoni na umejuaje kama begi limetoweka? Jamani, mimi naona hapa jambo la msingi, tutafanyaje tumpate Kaseli ili tuweze kumuomba msamaha? Mimi naona bora twende kwa mganga tukamalizane na huyu mchawi. Tukienda kwa mchungaji atatuletea huruma za Mungu na hawezi kumuua. Sopa, yani unyama wote tuliomtendea yule mwanamke bado unafikiria kumuua? Acha kujifanya msafi Nyika. Kwa unyama ule tulimtendea yule mwanamke, sisi sote ni wauaji na hatufai katika jamii. Hembo acheni upuuzi wenu. Mimi nilikuwa naona, sasa hivi sioni, kipofu na nina maumivu kwenye macho yangu. Ndugu zangu, labda niwaambie ukweli. Kwa wazo lenu la kwenda kwa mganga, mimi siko tayari kushiriki kwa kweli. Hivi Sopa, huyu mwanamke ulikutana naye katika mazingira gani mpaka ukamleta pale nyumbani kwako? Na unajua pale kwenye mengo zetu. Kweli Sopa, tueleze kila kitu. Ulikutana naye wapi huyo mwanamke? Hapo ndo tutajua tuende kwa mchungaji, kwa mganga au kwenda kumuomba msamaha. Sawa rafiki zangu, nitawaeleza kila kitu. Huyu mwanamke nilikutana naye njiani. Simu yake ilizima, ilisha chaji. Na aliomba nimsaidie. Naomba nisaidie kakaangu. Mimi ni mgeni mji huu. Sasa unataka nikusaidia nini? Simu yangu imezimika. Na shida yangu ni kumpigia mama yangu mdogo. Aliniambia anakaa mtaa huu. Kwa hiyo unataka simu yangu umpigie? Hapana. Namba yake sijaishika kichwani. Nahitaji kuchaji simu yangu. Aha. Twende, kuna sehemu unaweza kuchaji simu yangu. Kama kawaida Sofia, fanya mambo. Simuona tena mbuzi kafa kwa mzabucha.
Kwa nini kamchanganya kwenye kinywaji? Usijifanye uelewe Sofia. Wewe tuletee soda kwanza, alafu then nitakuagiza ulete glass. Sawa, nimekuelewa Sopa, lakini mimi sitaki majanga yako. Ikiguma huko usiniletee msala wako. Sopa nakwambia mimi simu. Shauri yako. Hawezi kuguma Sofia. Usimuona mtoto yule mshamba yule. Sawa, tangulia basi kaanze mchezo. Mimi nakuja sasa hivi. Haina shida. Wewe Sofia wewe Sofia. Amen. Hebu njoo. Nakaa huko mnatongozana hapa. Baada mtusikize sisi wateja. Niletee bia huko mimi ninywe hapa. Baba Majeni, unajua shakunywa bia ngapi? Wewe Sofia, mimi hapa siibiwi, vizibo vyote ninavyo humu mfukoni humu. Sawa. Samahani kasi kuacha kitu yako. Usijali. Simu inaingia chaji. Simu inaingiza chaji. Sofia! Sofia! Mlete na glasi. Unala nzuri sana kikao. Sijali. Hivi unatokea mkoa gani? Natokea Kigoma. Nimekuja kumtafuta baba yangu. Kama nilivyokueleza, mama yangu mdogo anakaa kwa mtaa. Unasema kuja kumtafuta babako. Na maana babako mjui. Simjui. Baba yangu na mama yangu walitengana kipindi kidogo sana. Na unasema babako ndo anaishi mkao? Ndiyo, mama yangu mdogo aliniambia nimeona baba yangu baada ya kutengana na familia ya mama yangu kwa muda mrefu sana. Ndipo nikaamua kutoroka kuja kumtafuta. Sema simu kijaa tu chaji utampigia na utaonana naye. Kuna tatizo kubwa limetokea Kigoma. Na ndio sababu iliyofanya nitoroke. Na naamini nikikutana na baba yangu nitakuwa nimekombolewa. Kaseri alianguka miguuni kwangu kama mzoga baada ya kunywa kile kinywaji. Kwa hiyo Sopa, Catherine hajakwambia nini kimemkimbiza huko Kigoma? Mimi naamini kuna siri kubwa imejificha juu ya ujio wa huyo mwanamke hapa mjini. Lakini ndugu zangu, sisi hii sio shida yetu. Mimi nafikiria utatizo wa hili jambo ni kwenda kwa mchungaji tu. Jamani, kwa nini tusiende kwa mganga Kibunzi? Nasikia ni kiboko ya wachawi. Si unajua dawa ya moto ni moto. Mimi naamini yeye atazimaliza nguvu za kichawi za huyu mwanamke. Mimi naona tumtafute Kaseri. Tumuombe msamaha. Jambo inahisi tutakuwa limeisha. Hivi wewe Sopa unafikiri wachawi wanaloa huruma? Kama mtu yupo tayari kumuua mamake mzazi ili apate cheo kidogo tu kwenye vilinge vyao vya uchawi. Upo sahihi Kola, wachawi wana roho mbaya sana. Kwa tukio tuliyomfanyia Catherine ni vigumu kutusamehe. Sasa tutafanyaje kuanzana hili jambo? Maana yake hapa tulishakanyaga batani za uchawi. Lazima maboma tulipikie. Naomba kujua Sopa, kile kinao chake vipi? Umeshakiuza? Ndiyo nimekiuza. Ila kwa mkopo bado sijapewa maokoto. Acha kutufanya sisi watoto wadogo Sopa. Kama hujapata maokoto kwa nini unawachia simu? Hiyo ndio Sopa bwana. Hapo kisha tupiga tayari. Acha nikutoa macho rafiki zangu. Si mwenye kimeo ile. Sopa, wewe unasema hujaiuza? Sasa inatakiwa tuipate simu ya Catherine. Bila shaka itatusaidia. Sawa, nimekuelewa. Nimewasikia kila kitu mlichozungumza. Sasa basi, mnatakiwa mchague njia sahihi ya kwenda kuonana na Nabii Kifaru. Njia hii itakuwa na mwanga kwenu, amani, utukufu na ukombozi. Lakini hiyo njia mnaochagua nyinyi ya kwenda kwa mganga ni njia nyembamba ambayo imejaa giza, miba na utelezi. Haitawasaidia chochote.
Bwana najua bila nguvu zako siwezi kwenda. Bwana najua bila nguvu zako siwezi kwenda. Oh, kwa mkono wako Bwana. Abigail mama upako. Wasisema kalala. Umeona sasa alifutumbua. Mwenzenu naona moyo haya, naona moyo mwenzenu naona moyo haya, wani ya kugongwa na nyoka naona moyo kuwaka, wani ya kugongwa na nyoka naona moyo kuwaka, wani kugongwa na nyoka naona moyo kuwaka. Leo nina furaha kubwa sana wanachama wenzangu kwa ushindi huu. Unishindi mimi Chikongwe. Nina furaha kubwa sana mwanangu Zakini. Mimi ndo na furaha kubwa sana kushinda ninyi nyote. Adui yangu mkubwa Catherine Ndoki, Catherine mchawi, amenasa kwenye mtego wa Segemnege. Hapa kwenye mtego huu wa Segemnege hawezi kutoka. Umenasa Catherine. Na sasa jina langu la Zakia Zigizaga linaenda kutimia. Lazima nitakushona jicho lako la kushoto kwa sindano yangu ya mkono. Kavu bila ganzi. Umefanikiwa binti yangu. Labda uombe jambo lingine. Hapana. Sina ombi lingine mama wangu Bikishinda. Ama kwa hakika leo nimeona ukubwa wako. Chikongwe Bikishinda. Huyu Catherine Ndoki ametusumbua sana. Leo kisha habari zake. Catherine Ndoki mchawi. Nimetokea Bagamoyo Mingotini. Sasa nakumaliza. Ichidegeke mamudani kondola Inamelasi. 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 Bikishinda msiniue. Mikono bwana ina janja lako mjane huruma. Msiniue. Catherine Ndoki, kwisha habari yako. Naona moyo mwenzenu naona moyo. Haya. Naona moyo mwenzenu naona moyo. Haya. Wani ya kugongwa na nyoka naona moyo Kuwaka. Wani ya kugongwa na nyoka naona moyo Kuwaka. Wani kugongwa na nyoka naona moyo Kuwaka. Yeah.